will happen to them. Na kwamba si mambo mengi yatafanyika kwenye maisha yao. Not because God doesn't bless people. Si ya kwamba Mungu abariki watu. But because they lack the discipline that attracts the power of God. Kwa sababu wanakosa nidhamu ambayo inavutia nguvu za Mungu. God is a God of discipline. Mungu ni Mungu wa nidhamu. We must be disciplined enough. Lazima tuwe na nidhamu zaidi. To know how to respect the presence of God. Kujua jinsi ya kuheshimu uwepo wa Mungu. And when we lack that, na unapokosa ile, it's a long way before we can get the blessing. Njia ndefu kabla ya kupokea baraka za Mungu. I want to request you. Nahitaji kukuomba. Give a little more respect to this house. Mpatia heshima ndogo kwenye nyumba hii. I want to beseech you. Nataka nikakwambie. Give a little more respect Patia to the presence of God. Patiana heshima kubwa kidogo kwenye uwepo wa Mungu. Then you will see the difference. Ili na utaona utofauti. Praise the name of God. Amen. We must also teach our children and discipline them. Lazima tukafunze watoto wetu na kuwatia nidhamu. They don't take us out when they feel like. Ili wasitutoe nje wanapojihisi. That is how the devil operates in the house of God. Hivyo ndivyo shetani anapofanya kazi kwenye nyumba ya Mungu. And you are obeying your children instead of letting the discipline in them, showing them what they're supposed to do. Unaheshimu watoto wako badala ya kuwatia nidhamu. They should know they are in the house of God. Lazima wakafahamu kwamba wako nyumbani mwa Mungu. The Bible said, teach a child the way he should go. Fundisha mtoto njia anayopaswa kuenenda. And when they grow up, na kwamba watakapokuwa, they will never depart from that. Hawataenenda kinyume na njia We hiyo. have a responsibility as a godly parent. Tuko na kazi kama wazazi wa kiungu. To discipline our children. Kuwatia nidhamu watoto Let wetu. them know we are now stepping on a holy ground. Kuwafanya wajue kwamba tunaingia mahala patakatifu. This is a different place. Hapa ni mahali tofauti. This is where the presence of God dwells. Hapa ni mahali ambapo uwepo wa Mungu uketi. This is where our lives are changed. Hapa ni mahali maisha yetu kubadilishwa. This is where God forgives us our sins. Hapa ni mahali ambapo Mungu husamehe dhambi This is zetu. where we receive our deliverance. Hapa ni mahali tunapokea ukombozi wetu. This is a holy ground. Hapa ni mahali patakatifu. And so when we go together, Kwa hivyo tunapoenda I pamoja, want us to stay put nataka tukaketi pamoja and allow the presence na of God kuruhusu uwepo wa Bwana to compass us na about, kukaa juu yetu, that we may drink of His Spirit. ili tukakunywe Roho wake, We may receive our deliverance. ili tukapokea ukombozi wetu. I want to request you Nahitaji kuwaomba to exercise a little more discipline. imekuwa na nidhamu kuu. That is my request. Hilo ni ombi langu. I do not allow to see people move about. What do they take for God? Siruhusu watu kutembea tembea. Wanachukulia Mungu vipi? What do they take for God? Wanachukua Mungu aje? Praise the name of the Lord. Amen. You know the Bible says, Biblia inasema Jesus could not do much in Capernaum Yesu hakutenda mengi mahali pale Kapernaum because of the people. They were taking, kwa sababu ya watu, the way they received His presence there. jinsi walivyokaribisha uwepo wake mahali pale. They didn't take it very seriously. Kwa sababu hawakuchukua maana sana. Praise the Lord. Amen. That is why I say, emulate your pastor. He doesn't move about. He stands on the pulpit, he will preach to you, he will still pray for you, and you never see him go out until he finishes. And that can take 4 hours or 3 hours. Amen. Posa kasema kwamba iga mchungaji wenu, kwa sababu huwezi kumwona akienda nje kurudi hadi ibada ikaisha. Atakuombea na inaweza kuchukua muda wa masaa 4. I imagine when he's in the middle of preaching, he will leave the microphone, get through the door, goes to the toilet, and then comes, okay, all right, hallelujah, where are we? You expect him to do that? Je, unatarajia yeye kufanya vile? He doesn't do that. Afanye vile. Because he takes his house seriously. Kwa sababu anachukua nyumba hili la lazima. Take his example.
chukua mfano wake. And be that discipline. He has the discipline. Yeye Why ana are you nidhamu. not disciplined enough like your pastor? Chukua nidhamu ile, mbona wewe una nidhamu kama mchungaji wenu? People must look to their leader. Sasa nimeenda shule juzi. Hiyo shule ni ya Catholic. Wamejenga mpaka ni hapa da sisters ni mmoja wao wanafundisha kwa hiyo shule. Yes. Na kuna Waislamu. Na wanasema kuna Ramadhani. Lazima tupewe nafasi watoto wetu wafanye Ramadhani kwa shule. Na hiyo shule ni ya Catholic. Na wanainsist na watoto pia wanasema lazima wafanye Ramadhani hao kwa shule. Yes. Sasa inamaanisha kwamba watoto hata kama wako shule, yes, wanafuata nani? Viongozi yao. Na dhehebu yao. Na dhehebu yao. That is the discipline they have. Hilo ndilo nidhamu walionayo. Praise God. Amen. You see how people, that is why some people are blessed, because the discipline they have, they carry it with them wherever they go. Ndiposa tunaona watu wengine wamebarikiwa kwa sababu nidhamu walionayo wanaibeba popote wanapoenda. You see? That's what I'm talking about. Hilo ndilo ninazungumzia. Let me tell you. Acha nikakwambie. The Nabiji assembly. Kwamba eneo hili mkusanyiko huwa na you are blessed. Nyinyi ni wabarikiwa. Because kwa sababu your pastor, mchungaji wenu, when I sent him here, nilipomtuma hapa very many years ago, miaka mingi yamepita, there were only 5 people. Walikuwa tu watu 5. I sent him to come and look after 5 people and feed them with the word of God. Nilimtuma aje akawaangalia watu 5 na kuwalisha neno la Mungu. He worked very hard. Alifanya kazi kwa bidii. He loved the work. He did not complain. Alifanya kazi na wala hakulalamika. And he preached the gospel to places over here. Alihubiri injili kwenye maeneo hapa. We were meeting in that school. Is it Nabiji Secondary? Central. Tulikuwa tunakutana kusema pale kwenye shule ya msingi. Primary school. For a long time we were there Sundays and all that. Wakati mwingi tulikuwa mara pale Jumapili. And I would come here to, to be with him, to teach him the word of God. And he worked very hard. Alifanya kazi kwa bidii. Some of you are not there. Maybe a few people were with him then. Wengi wenu wako mara pale ni wachache tu. For those that have been with him since that time, I said, may God bless you richly. Wengi wale ambao wamekuwa naitakia wakati ule mtuma, wacha Mungu akawabariki zaidi. May the really Lord bless you. Mungu akawabariki. Amen. And because of that, he said, man of God, I feel like someday we will be sent out of school. Kwa sababu ya hayo alisema kwamba mtumishi wa Mungu nahisi kwamba tutafukuzwa kutoka shuleni. Because this school belongs to the government. Kwa sababu shule hili ni la kitaifa. So if we continue to be here, tunapoendelea kuwa mahali hapa, there are days will come they say we don't have the church in the school. Kwamba siku itafika kwamba serikali sema kwamba tunahitaji kanisa shuleni. So I was suggesting that we look for a piece of land around here and we buy. Kwamba nikawa ninatoa pendekezo kwamba tutafute shamba mahali na tukanunue. But he still had a few people. He didn't have many people. Bado alikuwa na watu wachache, alikuwa na watu wengi. Tulikuwa 16 members. 16 members. There were only 16. So I gave him a go ahead and told him, go ahead according to your heart. Kampatia ruhusa kwamba endelea kulingana na mapenzi ya moyo wako. I will stand with you in that vision. Nitasimama pamoja nawe kwa maono haya. I didn't feel like saying that why we buying land here and the headquarters where I preach has not bought land. Siku hizi ya kwamba mbona tunanunua shamba huku na kijiji kuu mahali ambapo tunahubiri hatujanunua shamba. I was focused in the work of God. Nilikuwa nimetia macho And I wanted the work of God to go on. na nilihitaji kushindana kazi ya Mungu So I kuendelea. told him, go ahead. Kamwambia endelee. So he started with the 16 members. Akaanza na wale watu 16 And he collected a few monies. na akakusanya pesa kadhaa. And we also came with a little money. Na tukaja pamoja na wao. We kept on doing Arabic and doing very well. Tukafanya harambee kwa zaidi, tukafanya vyema. Then he got the money. Hadi akapata pesa. So he identified the place.
tukatafuta mahali and we bought the place. na kununua mahali pale. So after buying the place, Baada ya kununua, told the man of God, now that we have a piece of land, akasema kwa mtumishi wa Mungu, so sasa why don't we believe God to build a structure there? nataka kwenda kujenga jengo mahali pale. And I said, that's fine. Akasema ni vyema, All things are possible. vitu vyote vinawezekana. Let's try. Wacha na tukajaribu. They started collecting money Kaanza kukusanya pesa, and then collected money. akakusanya pesa. People gave themselves, they gave money. Watu walitoa pesa. We also brought later that we could bring Tukaleta kile ambacho tungeweza to kuweza support the work. na kazi kutia nguvu. Long story short, Ile hadithi refu, today we have, leo tuko na, we are not in a school, hatuko shuleni, we are not in a tent, hatuko kwenye hema, we are in a permanent building. tuko kwenye jumba la kudumu. He himself sacrificed a lot with a few brothers and sisters here. Yeye pamoja alijitoa sana pamoja na ndugu na wadada, And this is a house of God. na hili ni nyumba la Bwana. Now he struggled with the Kenya power to bring power here. We're using generator. Sasa alitumia struggle kung'ang'ana na watu wa stima ili kuleta nguvu wa umeme mahali hapa. Finally there's power here. Na hakika kuna nguvu za umeme mahali hapa. I am saying this Ninasema hili to tell you, kukwambia, stop joking. acha mzaha, Be disciplined. kuwa na nidhamu. This has taken a lot of money, Hili limechukua pesa nyingi, a lot of resources, mali nyingi, just to ensure ili kuhakikisha that there is a decent place to worship God. hili ya kwamba kuna mahali pazuri pa kuabudu Mungu. Because our God loves order and decency. Kwa sababu Mungu wetu anapenda utukufu na kitu kizuri. And the pastor understood the standards that we have right in the village. Kwamba mchungaji alijua yale ambayo tunahitaji. This kind of building Hapa aina hii ya jengo should be in the city or a big town somewhere. na kuwa kwenye miji. The standard of this sanctuary Ya kwamba kiwango cha madhabahu haya should be in a town or a city. inastahili kuwa kwenye miji. But he has done this in the village. Kwamba amefanya hili kwenye kijiji. Brought the standard that should be in the city into the village. Akaleta kile kiwango cha mijini kwenye kijiji. Because he knows the standard of our God. Kwa sababu anafahamu kiwango cha Mungu And he wetu. knows the order of our God. Kwamba anajua mipangilio ya Mungu wetu. Because our God loves good things. Mungu wetu anapenda vitu vizuri. So when you're here, Kwa sababu unapokuwa hapa, when you are here, chizi and unapokuwa you do not see, na auoni, may God open your eyes. Mungu na afumbue macho yako. That's why when I sat here, I look at how you move it up and down, and you move like nothing is going on. It hurts my heart. Kiona unapotembea kana kwamba hakuna kinaendelea, inanyumiza moyo. I'm not used to that. Sijazoea hiyo. It attracts my attention. Inavutia Because I don't look at things and take them for granted. sipendi wakati vitu And I want to understand the spirit that is moving. What spirit is there? Na nataka kuelewa ni roho ipi inatembea, ni roho ipi. That doesn't convict you to tell you that yes, I can go to the toilet, but I will move, and get there, and the usher come back to church because the meeting in the church is more important than anything else. Bali itakushawishi kwamba nikaikimbia mapanda kurudi, kwa sababu mkutano ule kanisani ni wa maana. Don't go to the toilet and you're walking. Nenda msalani na unatembea. Then you do your thing. Nafanya mambo yako. Come back. Tena unarejea jinsi anavyotembea. Are you born again? Je, wewe ni mrokole? What is working in you? Ni nini inalofanya kazi ndani mwako? Do you see the urgency? Je, unaona kile kitu kiharaka? Praise the Lord. Amen. I'm requesting you. Ninakusihi, naomba Requesting you that allow the power, the Spirit of God, let there be respect, let there be honor to the house of God, servant of God, and everything that goes on around the world.
ruhusu nguvu na Roho wa Mungu na kuwe mahali pale na heshima kwenye nyumba ya Mungu. Praise the Lord. Amen. Our children are very good because they only look at us, imitate us, follow what we do. Watoto wetu ni wazuri kwa sababu wanatutazama na kutenda kile ambacho sisi tunafanya. When they were dancing here, I took their video because I'm interested. I know that's the church of tomorrow. Watu walikuwa wanacheza hapa, nilichukua video yao kwa sababu And I can tell you are very good children. Kwamba naweza sema kwamba mko na watoto wazuri. I can observe you are very good children. Naweza tazama ni watoto wazuri. But if you don't teach them this God, na usipowafunza Mungu, you will lose them when they grow up. Utawapoteza wakiwa wakubwa. There's something in them. They love the music. They love to dance orderly. I would see the female little girls dancing this way, the female boys that is order. That's our order. Wako na mipangilio, wanapenda kucheza. Sema yote. Wanapenda kucheza kwa mipangilio yetu. Ungepata wanaume wanacheza pambeni na wadada pia wanacheza pambeni. Correct. Because they know there's an order. Kwa sababu wanajua kwamba kuna mipangilio. They understand. Wanaelewa. So when you continue to teach them, na kuendelea kuwafunza, they will become a wonderful church tomorrow. Wanakuwa kanisa nzuri They kesho. will become a great church tomorrow. Watakuwa kanisa kuu kesho. That is the future of this church. Hilo ndilo kanisa la kesho hapa. Praise the Lord. Amen. And they ask us, do this. Fanya hii. Whenever anybody leaves the church to go to the toilet, please escort them there. Kwamba wapopote mtu anaondoka kwenda msalani, msindikishe mara pale. Let them go. Wacha na wakatembea hase. So that they don't miss what is happening here. Ili wasikose kile ambacho kinafanyika mahali hapa. That will ensure that they don't just go there kupunga hewa. Itahakikisha kwamba waende tu mahali pale kuketi tu. Praise the Lord. Amen. They don't just go because they feel bored. Why should you feel bored? In the house of God. The house of God is never boring. If you feel it's boring, you lack the Spirit of God. Na kwamba nyumbani mwa Mungu hakumkoseshi watu amani. Kwa hiyo unapohisi kwamba si nzuri ama kupendezi, hauna Roho wa Mungu. Because we don't entertain people in the house of God. We teach the word of God. Kwa sababu hatufurahishi watu nyumbani mwa Mungu, bali tunafundisha neno la Mungu. We impart knowledge. Ya kwamba tunatia maarifa. And knowledge is power. Na kwamba maarifa hiyo ni nguvu. You need that power. Unahitaji nguvu hiyo. To live successfully out there. Ili ukaishi maisha mazuri pale nje. So the house of God cannot be boring. Na kwamba nyumbani mwa Bwana hakutakuwa ati mahali ambapo kufurahishi. If you are after the teaching of the word of God, you will be very, very attentive. Ya kwamba kama uko nyuma ya mafundisho ya Mungu utakuwa makini sana. Praise the Lord. Amen. The pastor introduced